Since 2010, the Constitution and Human Rights Division of the High Court of Kenya has set itself apart from the Court of Appeal and the Supreme Court as the most effective vanguard of the people's fundamental civil liberties. The Constitution of 2010 came with a stronger mandate for the Auditor General. From an era where the Office of the Auditor General was heard of only once in a year when it published its reports and dumped it in Parliament. Our Auditor General since 2010 have been bold, brave, and easily identifiable for standing up for the public interest. Indeed, the last attempt by the Office of the Auditor General to secure software and equipment to monitor the spending of public finances on a real-time basis ended up with an attempt to arrest the holder of the office, then Edward Ouko, and charge him with corruption. Today, we receive constant and intermittent disclosures of financial impropriety and lack of accountability in government. What we receive is a far cry from what we should be having, but they represent a very drastic departure from what used to be. The Commission for Revenue Allocation also came with the new constitution against the background of a past skewed allocation of natural resources. Since 2010, the commission that was established to make recommendations concerning the basis for the equitable sharing of revenue raised by the national government between the national and county governments among the county governments has managed to do so without accusations of political bias. I believe that without the diligent work of the CRA, devolution would have become the single most divisive development in modern Kenya. With the proclamation, we have transitioned from fearing to celebrating a constitution. It is my belief that this annual Constitution Day will be an avenue for a robust take on our Constitution, what works and what is failing. That was never allowed in the past. I want to encourage Kenyans to engage with this new development now and into the future in the interest of our nation. I'm being very deliberate here in my reference to the nation. It is my firm belief that whatever dreams we choose to pursue, either individually or collectively, we need to have a country first. We must preserve the territory known as the Republic of Kenya first. Then, within that territory, you can agree or disagree on the validity of our dreams as individuals or a nation. Since we promulgated the Constitution 2010, we have reaped a bountiful in some areas and a whirlwind in others. I wish to reflect with you on how some of the institutions that came with the Constitution have improved our country, where others have left plenty of room for improvement. Fellow Kenyans, before the 2010 Constitution, the High Court was identified as a core enabler of the maintenance and extension of tyrannical rule in Kenya. Out of that period, you can barely recall any decision of the old High Court that upheld the people's fundamental civil liberties. That is the period in which the Attorney General declared that the President was above the law.
That marks one of the biggest and most voices of dominant political parties. The 2010 Constitution was driven by, if you look at that preamble, the people assert themselves as the parties normally left and lot in constitution making, who are the highest human constitution making organ, the family, the community, and the nation, from hurting each other so that we can be free from fear. But finally, I think we'll go straight into it. Your Excellency the President, distinguished ladies and gentlemen. This Minister of State now duly restored, covenant we made with ourselves. We will now showcase a brief. America is struggled to bring freedom and justice, to live in peace and unity as one individual. Weza kupokea nakala rasmi ya katiba yetu ya Kenya ikiweza kuletwa na mwanasheria mkuu Mheshimiwa Dorcas Oduor. Katiba, Mheshimiwa Rais, ni sheria kuu ya nchi ambayo sheria zote kutoka katiba hii. Tumshangilie kwa makofi mazuri mwanasheria mkuu anapoweza kuweka katiba hii mahali ambapo Mheshimiwa Rais, itakayofuata ni bendera rasmi ya taifa la Kenya. Bendera hii kwa umaridadi, Mheshimiwa Rais, ikiwa imebebwa na wanajeshi wetu, jeshi la nchi kavu, jeshi la wanaanga na jeshi la wanamaji, kwa sababu Mheshimiwa Rais, katiba imetuika jukumu la ulinzi wa taifa katika majeshi ya ulinzi ya Kenya, wakija kwa mwendo wa kinyonga. Hii nyekundu ambayo inazungumzia damu tuliyoweza kuipoteza wakati wa kupigania uhuru, na rangi ya kijani kibichi, Mheshimiwa Rais, kuzungumzia masuala ya kilimo na mali ama rasilimali ambazo tuko nazo kama taifa. Tuwashangilie kwa makofi mazuri Mheshimiwa Rais, hii ikiwa ni nguzo muhimu katika vyombo vya mamlaka. Basi wataweza kukunja bendera hii rasmi ya taifa la Kenya kabla kuweza kuondoka mahali hapa.
Kila kitu Mheshimiwa Rais katika majeshi ya ulinzi hufanywa kwa mpango na kwa muda mfupi. Wakiweza kuondoka kwa mwendo wa kinyonga, kabla ya kuondoka Mheshimiwa Rais wataweka bendera hii kwenye stand kisha waweze kuondoka. Wakiondoka kwa mwendo wa kinyonga Mheshimiwa Rais, kando na katiba Mheshimiwa Rais, vyombo vilivyosailia vya mamlaka vitaweza kuletwa mahali hapa na majeshi ya ulinzi kuashiria kwamba Kenya inaongozwa na katiba. Basi Mheshimiwa Rais, itakayofuata hivi sasa ni coat of arms, ambapo tutaweza kuletewa na mwenzetu toka jeshi. Mheshimiwa Rais, samahani, ni relics za wimbo wa taifa, maneno ya wimbo wa taifa, ambapo Mheshimiwa Rais tulivyoweza kukariri muda wa mfupi ulioweza kukamilika wimbo wetu wa taifa, tunaanza na kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuilinda nchi yetu, undugu na ushirikiano, uzalendo. Mheshimiwa Rais, kwenye ngao hiyo ya taifa utaweza kuona kwamba kuna simba wawili. Simba hawa inaashiria ulinzi ambao mumeweza kututwika kama wananchi wa Kenya. Mishale utakayoshuhudia kando ni umoja wetu na uhuru na kuwa tayari kulinda taifa. Kisha Mheshimiwa Rais utaweza kuona bendera za taifa letu jinsi nilivyoweza kukariri, rangi hizo zikisimamia kila moja. Basi jogoo unayoiona ikiwa na makofi mazuri Mheshimiwa Rais, wakiweza kuzindua rasmi muhuri wa taifa la Kenya. Wanaondoka kwa umaridadi, na Mheshimiwa Rais wanapoondoka, ningeomba kwa heshima tuweze kuketi ili niweze kumwalika Bwana Mike Gitonga pamoja na ndugu Boni Msambi waweze kuendelea na ratiba itakayofuata.